Kitu kinachowaponza watu kwenye kwanza, mafanikio ni nini? Mafanikio ni pale ambapo unagundua the area of your abilities, sehemu ambayo wewe unaoperate effectively bila kutumia effort, au ni effortless zone. Ukiigundua hiyo, then you build the right character and skills around it. Kila mtu atakuita. Lakini mwaka huu 2025 unauza mapapai. Baada ya miezi 6 unafuga kuku. Baada ya miezi 6 mingine huyo unalima vitunguu. Baada ya mwaka unaofuata umefungua duka. Miaka miwili, biashara 8. Wataalamu wanasema ili uwe expert in the field, you need to work in that field consistently for 10,000 hours. Masanga 10,000. Mbona sasa na mwaka mmoja kana miezi 8? At least you can say you are an expert. Expert ni mtu ambaye anajua wapi apite, wapi akwepe, nini asifanye, nini afanye. Sasa watu wengi wanasukumwa na hela. Yeye mwenyewe ukimwambia ongea basi, valueless, hana cha kusema. Tenda basi, anataka ajira, apate mshahara. Sasa tunakulipa mshahara hatulipi. Ile hela unaona mtu anakupa mshahara, ananunua services zako, ananunua ability yako, skills zako, knowledge zako, sio ndio? Ili uchangie kwenye kampuni yake, azalisha kulipe. Sasa kama uzalishi, hawezi. Wangapi mna biashara zenu hapa? Nyosha mkono. Wawili. Wanafunzi 3, wengine mnamaliza. Wengine mmemaliza chuo, nyosha mkono. Mmemaliza chuo. Wenye ajira? Wengine mko wapi? Ajira hamna. Mliojiajiri, nimesema wenye biashara zao. Mlioajiriwa haumo. Mliojiajiri haumo. Wanaosoma haumo. Sasa wewe ni wa wapi? Mwaka 2016 niliacha kazi. Nikasema hivi, nataka 2026. 2000 na ngapi? Niwe na kampuni ambayo itakuwa ina produce profit nzuri, na mimi niwe namtumikia Mungu. Nimemwona pastor pale, ubarikiwe mtumishi wa Bwana. Ila mimi niligoma kumtumikia Mungu kunaomba hela. Niligoma. Maana Paulo alisema, ilikuwa haki yangu kula vya madhabahuni, ila kwa sababu nisizuiliwe kujisifu kwangu, nilichapa kazi kwa mikono yangu mwenyewe. Mimi niligoma. Ngaza, wewe tengeze. Nikianza kuhubiri nzio naanza na gonga. Yaani unapiga injili afu unapiga hesabu. Wako wangapi hao? Kitoa mambo yanaenda. That's poverty. Wewe unajua umaskini sio ukosefu wa hela, ni mentality. Ukichakua na poverty mentality, hata nao waongoza wanakuwa poor. Their thinking capacity becomes poor, like son, like father. You must have something to give people. Before wewe upewe, lazima uwe na kitu cha nini? Cha kuwapa. Na utakiwi wapi utegemee ufanye? Kupewa. Hata Biblia inasema heri kutoa kuliko kufanya, kupokea. Sasa hiyo hakuwa anazungumzia kutoa hela. Hiyo ni andiko la wokovu. Anyway. So, what is vision? Vision, mission and purpose. Kipi kikubwa kati ya hivyo vitatu? Vision, mission, purpose. Kipi baba lao? Purpose, vision, mission. Vision, mwingine? Purpose, mwingine? Hivi kweli hizo ndo sauti zenu?
Yes. Ni dalili ya personal identity crisis. Kwani hujiamini? Wanaosema vision, nyosha mkono. Ndio kubwa. Kati ya vision, mission na purpose, kubwa ni vision. Nyosha mkono. Yule. Yule. Mbona mnaisha taratibu? Wanaosema vision ndio baba lao la purpose. Nyosha mikono kwa mirefu tu. Sita wahoji. Mimi nataka tu nione 1 2 3 4 5 6. Wanaosema purpose 1 2 3 4. What is purpose? Purpose ni kujua sababu ya wewe kuwepo. Purpose ni kujua sababu. Where is it? In you or out of? In me. It is in you. Who put it? God. Purpose is you to align perfectly to the Creator. Afu purpose wote hapa tuna hii moja tu. We have the same purpose, different vision, different mission, the same purpose. Kwa wale wenye zangu waliambiwa go into the what? Into the world. That's the purpose. How? Uliona Biblia inasema? Ilisema go how? Hakuna. Kwa sababu everybody is designed unique. Kwa hiyo wewe ndio utajua unatumia nini. That's what we call vision. Sasa vision inatakiwa iwe ku accomplish purpose. It's not about you. It's about him. The moment unaanzisha vitu ili upige hela na watoto wako na familia yako na mjomba wako, ili maisha yamenyoka, umepotea. Mimi singekuwa purpose hapa, ningewaambia mimi nitajiri. Shatoboa mimi. Hela hakuna tu. Nayo. Na nyumba ya kuishi safi. Sikuja kwangu. Maisha safi. Gari ni kwa ganazo. Sasa hiyo ni kwa na gari nzuri ngaziuza kwa sababu ya purpose. If you know your purpose, you are ready to sell anything for that purpose. You are ready to do anything for the purpose. Sasa watu wako tayari kufanya for their stomach. They are ready to kill for their stomach. They are ready to despise their lives for the stomach. Mwingine ana fight dignity yake. Wewe unanizalilisha mimi. Jina hili nimelitengeneza kwa muda mrefu. Uliona Yesu anasema jina lake amelitengeneza muda mrefu. Pigwa kwenye msumari pale ngo. Uliona anawaambia mimi jina langu. A person who is aligned to the purpose is ready to die for the purpose. Are you ready to die for the purpose? Do you even know your purpose, by the way, which you are ready to die for? If you are ready to die for the purpose, kwanza nionyeshe umeabandon offer ngapi kali ambazo ziko opposite na purpose. Mtu anaweza kukuletea deal la bilioni 2 lakini liko kinyume na purpose, unaliacha. Because it's not about you. It's about what you are supposed to do. Sasa watu wanachanganya kati ya religious activity and spiritual things and marketplace activity. Mambo mangapi? Andika hayo utapata kokote. Shauri yako. Na mimi mwenyewe sijaandika. Religious activity, spiritual activity, marketplace activity. Haya mambo ndio yanavuruga watu. Shughuli za kidini, shughuli za kiroho na shughuli za nini? Za kisecular world. Tunaita nini? Marketplace. Marketplace ndio huko tunazungumzia biashara, uwekezaji, mifumo ya usafirishaji, uchumi wa nchi, mambo ya makodi, interest, si nini huko. Religious activity are different from spiritual activity. Unaweza ukawa kwenye religious activity which are not spiritual at all. Most of the time spiritual activity and religious activity are not the same. They are contradicting each other. If you don't know how to differentiate those two, you are doomed. Unajua kuwa doomed nini? Umeisha. Ndio unakaa unazurura tu, unazaa unamtumikia Mungu, unatumikia dini.
So you need to look God yourself. Chunguza unachojifunza ili kuhakikisha you are learning true things. Haiwezekani ukae kwenye activities za dini mwaka wa 10 hubadiliki. Uko vile vile. Thinking capacity yako ile ile. Emotions zako, strength ile ile. Mwaka wa 10 alafu unasema uko kwenye spiritual activity. That's lie. That's lie. You need to grow. Utoke ulipo. Halafu spiritual activity should help humanity in the marketplace. Most of the time religious activity prohibits you to help humanity in the marketplace. Mara nyingi shughuli za kidini zinamzuia mtu mwenye purpose kuexercise activities za kwenye marketplace. Haujawahi kusikia watu wanasema siasa ni dhambi? Haujawahi kusikia? Alafu hao wanasema waombeeni wenye mamlaka. Tuwaombee mashetani. Wewe umesema siasa ni dhambi, si ndio? Kwa tunaombea dhambi. Kuna watu walimtumikia Mungu purely 100% in the marketplace kwenye siasa. Daniel alikuwa nabii wa kwenye siasa. So ukisoma Biblia unaona jamaa kapiga kazi na wafalme wangapi? Ndio msome kitabu cha Danieli. Ni Danieli alikuwa na mfalme huyu Nebukadnezar, mara si huyu mara huyu mara huyu. Another person who did in marketplace but from the spiritual world, Yusuf. Jamaa tumesoma bora Musa, tuliambiwa Musa alisoma elimu yote ya Misri. Ila Yusuf hatukuambiwa elimu yake. Ila tuliambiwa kitu kimoja tu, ndoto. Mungu anakupa hekima, wisdom of how to use that skills and knowledge and cut across in this world and to be successful. Sio tunapiga maombi laki 6 wapi? Ndio utatoka mapovu mpaka huko. Dada mmoja anaenda kuolewa na kijana mmoja, so, kazi yako nini? Muinjilisti. Ukiulizwa kazi yako ni nini, anauliza tutakuwa tunakula nini? Mtakula uinjilisti. Uinjilisti. Kumbe baba alikuwa akitoka ni asubuhi na piga injili. Kweli, yani Mungu hana shida na hiyo. Ukifika ndani you need to provide food. Dada kaolewa, kufika ndani kumbe kaka analala chini. Hana kitanda, hana godoro, analala kwenye mkeka. Binti alikuwa anajizoeza beba muinjilisti kumpeleka kwenye chumba. Kwa hiyo mwinjilisti kama ameolewa technically uko kwenye nyumba ya dada watu, utakohoa wewe? Masuruali tu. Alafu naanza kulalamika, hana adabu. Wewe ndio ulikosa adabu in the first place. Unamwambia mtu unamuoa, kumbe anakuoa. Hatukum protect awe safe. Tunajua tunaanzaga wanaume hatueleweki. Lakini at least future ieleweke. Nasikia mke wangu alikwambia huyu mwanamume mimi nimuoa na masuruali tu. Na matrank. Sikuwa na kitu. Ila nikawa namwambia future. Sasa wanawake nikawa watoto kimwambia future. Hiyo future ukitaja na tarehe hasahau. Ile tarehe kifika. Anamwambia baba, ulisemaga mwaka huu tutakuwa na magari haya. Ndio hapo umefungua genge sasa, mengine shakufa. Ndio unaanza kuwa na hasira sasa. Wewe ina maana huoni hali. Ndio unaelekea kuuawa ndoa yako hivi. So it's very good for men to be in your position first before you call a wife. Kama ulishamuita na hueleweki, anza kueleweka. Kwa sababu they feel safe if you talk sense. So you talk nonsense, wanaona aibu. Kwa hiyo pesa sio kila kitu. Nikikwambia pesa sio kila kitu, maana yake nishai kufanya kuzishika nikajua. Na hela zikisha kuzidi uwezo zitakutoroka tu. Utake usitake. So better build skills. Kwa mfano, nani anajua financial market tools? Au nibadilishe. Nani anajua
services au bidhaa zilizoko kwenye financial market, sehemu ya kuwekeza kwenye financial market, ambapo kule unaweza kuwekeza kuanzia 5,000. Kwa mambo ya hela mjui, na umejifungia chumbani, unafika rikatapakata kodi ya nyumba itatoka wapi? Nani shai kupata 10,000 hapa Dar es Salaam? 10,000 tu wote, si mnapata? Leo kwa mfano nikikupa 500,000 utafanyia nini? Wangapi wameandika amount ya mtaji wanayohitaji kufanya biashara ambao washaifanya uchambuzi ya kinifu? Milioni ngapi? Shingapi? Kwanzia hiyo lugha kwenye biashara haipo. Ukishasema kwanzia huna uhakika, unabahatisha. You are supposed to have a real figure, ili nikija kukuhoji why 50 million uikakamue, uichambue mpaka ishi. Unataja hatua ya kwanza. Hiyo 50 ya nini? Watu hawatakupa hela. Imagine mimi ndo investor. Hiyo lugha uliotumia, maana yake siwezi kukupa hela yangu. Bili. Kafikiri bilioni 1. Milioni 1. Okay. Unataka kufanya nini? Biashara gani? Chakula gani? Mama ntilia. Mgahawa. Chakula gani utakuwa unauza? Madam, unawasikia vijana? Vyakula? Una uwezo wewe wa kuuza vyakula vyote kwa milioni 1. Wewe unajua vyakula viyoko hapa Dar es Salaam. Kuna Wahindi wana vyakula vyao, kuna you see, hicho tu kinakuonyesha tayari ushafeli. Ukipa milioni 1 ushaupoteza huo mtaji. Wapendwa, tunaelewana? Kama unataka kufanya biashara, huyu nilikuwa nafanya naye idea yake, anajua muziki niyo mchezesha. Nisema tungoje tu kwa sababu ni mpendo mwenzangu, kwa hiyo simlipishe. Maana kufanya nilichofanya nilikuwa namwambia kufanya tu hivyo vya milioni unalipa. Ndio nakufanyia competitor analysis, competitive landscape, unijue mshindani wako yuko wapi, hizi mpaka tuchambue kila kitu. Biashara tunafanyaga kwenye karatasi kwanza. Halafu mtu yupo tu amekaa tu amepiga magoti, anasema baba nipe mtaji. Mungu anatoa mitaji. Mitaji Mungu alishakatupa akili. Kwa ni kazi yetu sisi kutumia nini? Akili aliyotupa. So better start learning. Kama unataka kufanikiwa sasa hivi, tafuta maarifa ya kitu unachotaka kufanya. Kama unataka kufanya biashara, namalizia. Kama unataka kufanya biashara, tafuta maarifa juu ya nini? Ya biashara unataka kufanya. Hata kama unataka kufungua mama ntilie, there is a way to do it, ili uweze kukua mama ntilie tofauti na wengine. Usijoin the crowd. Alafu kutoka hapo, hivyo biashara zote na hayo unayotaka kufanya vinakupatia hela ili ukafanye purpose. Kwa hiyo kama hiyo ni biashara, hiyo ndio tunaita vision sasa. Vision, I want to have a restaurant. This restaurant, how will I get it? Mission. Mission is the way you will pass through towards vision. Baada ya complete vision, kumbuka vision nayo inakuwa ina complete purpose. Usiishie nani, nikishafungua mgahawa napata hela. Ukishapata hela napata hela. Nikishapata hela napata hela. Nikishapata hela naoa. Kwa hiyo ndio mwisho hapo. Huendi kokote.